بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na kitabu chetu ambacho kinahusiana na misingi ya kutafsiri ya Qur'ani. Darasa lililopita tulizungumzia nuzulul Qur'an, mwanzo wa siku ya kwanza kutelemka Qur'ani. Tukaeleza kwamba Qur'ani imetelemka usiku wa cheo, kama qala subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatil qadr, na aya zingine zilizofuatana. Leo tunaingia masala ya pili ambayo mtunzi wa kitabu akaweka katika upangilio wa juu mno. Masala ya pili, awwalu ma nazala min alquran, mwanzo au kitu cha kwanza ambacho kimetelemka kutoka ndani ya Qur'ani. Awwalu ma nazala min alqur'ani, mwanzo ambao iliteremka kutoka ndani ya Qur'ani, ala wajhi, juu ya njia al-itlaq, iliyoachiliwa, qat'an, kwa kukata, bimaana kwa njia ambayo pasipo na kutofautiana wanachuoni. Al-ayatul khamsa, ni aya 5 al-ula za mwanzo, min surati al-alaq, kutoka katika surati al-alaq. Wa hiya qawluhu ta'ala, nayo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Khalaqal insana, amemuumba mwanadamu, min alaq, kutokana na pande la damu au pande la nyama. Iqra, soma, Muhammad, wa rabbuk al-akram, na Mola wako mtukuze. Alladhi allama bil qalam, ambaye allama, amefundisha, bil qalam, kwa kalamu. Allama al-insana, amefundisha mwanadamu, ma lam ya'lam, kile asichokijua huyu mwanadamu. Kwa hiyo maneno haya ni mazito, lakini ni ujumla kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaamrishwa asome, amtambue Mola wake, na hili ni jambo la kwanza, kama alivyoeleza Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika kitabu chake cha Usul Thalatha. Akasema kwamba Muislamu mambo manne ni wajibu kwake. Jambo la kwanza, al-ilmu, ma'rifatullah, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kujua Uislamu bila adilla, kwa dalili. Kwa hiyo na pia hapa tukiona iqra, soma ewe Muhammad, bismi rabbika, kwa jina la Mola wako, alladhi khalaq, ambaye ameumba. Kwa hiyo hapa amefundishwa jinsi gani yeye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqal insana, Allah ambaye huyo ndio ameumba binadamu hawa, min alaq, kutokana nini? Pande la damu au nyama. Na pia iqra, soma, wa rabbukal akram, na Mola wako mtukuze. Hapa imbeba katika masala ya kiibada. Kaisha mfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, jambo linalofuata ni kutambua kwamba yeye ni binadamu, ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kutambua kwamba yeye ameumbwa,
anapaswa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, inna Allaha khalaqana wa lam yatrukna hamala, kwamba Allah sisi ametuumba, lakini kutuumba kwetu hakutuacha hivi. Ametuumba kwa ajili gani? Liya'budahu, kumwabudu yeye. Allah ametuumba ili kumwabudu yeye. Kwa hiyo hapa tunaona baada kutambua kwamba mwanadamu ameumbwa, pia atambue kwamba ana haki yeye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na pia atambue alladhi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam, kwamba wewe mwanadamu vyote vilivyofungamana kwako kutokana na tambuzi, Allah ndiye aliyekupa huo ufahamu uliokuwa nao. Pia thumma fatara alwahi mudda, kisha kukasimama kushuka kwa wahi kwa kitambo, kwa muda. Thumma, kisha nazalatil ayatul khamsa, zikashuka aya 5 al-ula za mwanzo min surati al-mudaththir, kutoka katika surati al-mudaththir. Wa hiya qawluhu ta'ala, nayo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya wahi kusimama kwa muda, ikaendelea kushuka aya zingine baada ya aya 5 zilizotangulia, zikisha zikaja tena aya 5 baada ya za mwanzo. Kauli ya Allah iliposema ya ayyuhal mudaththir, ewe ulijizonga nguo, faanzir, ondoka ukaonye watu, au simama uonye watu. Wa rabbaka fakabbir, na Mola wako mtukuze. Wa thiyabaka fatahhir, na mavazi yako yataharisha. Wa rujza fahajur, na masanamu usiabudu. Fa fi sahihaini, basi katika sahihi mbili, sahihul Bukhari, ukitazama katika sahihi Bukhari wa Muslim pamoja na sahihi Muslim, an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha raza Allah juu yake, fi bidai alwahyi, katika mwanzo wa kuteremka wahi, qalat, akasema, hatta jaahu alhaq, mpaka ilipomjia kwake haki, wa huwa fi ghari Hirai, na alikuwa yeye yupo katika pango la Hirai. Fajaahu, basi akamjia yeye malaika. Faqala, akasema, iqra, soma ewe Muhammad. Faqala nabii sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume wa Allah, ma ana biqari'i, sikuwa mimi mwenye kujua kusoma, sikuwa mimi mwenye kusoma, yani lastu a'rifu, sikuwa mimi nafahamu alqira'ata, kusoma. Fadhakara alhadith, akaieleza hadith, wa fihi, na ndani ya hadithi. Thumma qala, kisha akasema, iqra, soma ewe Muhammad, bismi rabbika alladhi khalaq, kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Ila qawlihi, mpaka katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, allama al-insana ma lam ya'lam. Wa fihima, na katika hayo yote mawili, an Jabir, kutoka kwa nani? Jabir, baina ya aya 5 za mwanzo na aya 5 za pili, kutoka kwa Jabir, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume amesema, wa huwa, nalikoe, yuhdithu, akielezea, an fitratil wahyi, kutokana na kukwama au kusimama kwa wahi, kushuka wahi, bina, kwetu sisi. Ana amshi, akawa anaelezea mtume kwamba mimi natembea, idh ghafla sami'tu sautan, nilisikia sauti, minas samai, sauti hiyo ilikuwa ikitoka mawinguni. Fadhakara alhadithu, na kaieleza hadithi. Wa fihi, ndani ya hadithi hiyo, faanzala Allahu ta'ala, basi akateremsha Mwenyezi Mungu aliyetakasika kwa huko kutembea kwake, kwa kupitia hili sauti aliyosikia. Maneno gani? Ya ayyuhal mudaththir qum faanzir wa rujza fahajir, ila
warujza fahjur. Wa thabata ayatu, na pakathibiti aya. Wa thabata ayatu, na pakathibiti aya. Yuqalu, huitwa au semwa, fiha, ndani ya hizo aya, awwal ma nazala, ya mwanzo ambazo zilizoteremshwa, wal muradu, na makusudi yake awwal ma nazala i'tibari, kwamba mwanzo ambazo zilizoteremshwa kwa kuzingatiwa shay'un, kitu muayyanan, kilichoainishwa, kuwekwa wazi, fatakunu awwaliyatu, basi pakawa ni kitu cha mwanzo, muqayyidatun, imetiliwa mkazo, msisitizo, mithlu hadithi Jabir, mfano wa hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu, fi sahihain, kupitia sahihi mbili, anna aba salamata, hakika huyo aba salamata ibn Abdurrahman, kutoka kwa Abdurrahman, saalahu, alimuuliza ayil Qur'an anzala awwal, je, ipi Qur'ani iliyoteremshwa mwanzo? Qala Jabir, akasema Jabir, ya ayyuhal mudaththir, sema hivi. Qala Abu Salama, akasema Abu Salama, ambitu annahu, natoa habari au nakhabarisha hakika mambo yalivyo. Tukisema mambo yalivyo hapo, sema hakika mambo yalivyo. Ya kwanza kuteremka Iqra, ni surati Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Qala Jabir, akasema Jabir, la ukhbiruka, je, nisikupe habari, au la ukhbiruka, hivi nisikupe habari. La ukhbiruka, sikupi habari, unaweza kupita njia hii, lam ila la nafia. La ukhbiruka, sikupi habari, illa, isipokuwa, bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kile alichokisema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Allah. Sasa huyu Jabir anatoa habari kupitia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema jawartu, nilikaa, fi Hirai, katika pango la Hirai. Falamma qadaitu jawari, wakati nilipomaliza kukaa, habibtu, hapo utafanya kwa idgham baina ya te na te, utasoma habibtu, nikashuka kutoka mlimani katika hilo pango, bimaana kwa hali ile ya kutoka. Maneno hapa yameshilizia, ila mbele kaanaendelea. Fadhakara alhadith, akaelezea hadith, wafihi, na pana ndani yake, faataitu Khadijata, basi nikamwendea Khadija, alikuwa ni mke wake. Fakultu, nikamwambia, datharuni, nifunikeni, sawa, nifunikeni, wasabu alayya maa baridan, na mnimwagie juu yangu maji ya baridi. Wa unzila alayya, na pakatelemshwa juu yangu, ya ayyuhal mudaththir, ewe uliyejizonga nguo zile ambazo alizofunikwa na mkeo na mkewe, ambazo yeye alimwambia nifunikeni, walimfunika mashuka. Yeye ndiye akaambiwa na Allah, ewe uliyejizonga manguo, kumfa anzir, ondoka hapo ulipo, simama, nenda kaonye, mpaka ila qaulihi, mpaka katika kauli yake Allah, warujza fahjur. Hiyo warujza fahjur haina maana kwamba alikuwa akiabudu masanamu, isipokuwa ni tamko ambalo ni nenda kawakataze watu kuabudu na masanamu. Fahadhihi auliyatu, basi jambo hilo la mwanzo, allati,
ambalo dhakaraha Jabir, ameeleza huyu Imam Jabir au sahaba radhiyallahu anhu bi'itibari, kwa kuzingatia awwalu, la mwanzo, min nuzul, kutokana na kutelemka, baada fatara, baada ya kusimama, alwahi, huwa wahi, kutelemka wahi, au awwalu, au mwanzo, ma ambao nazala fi sha'ni risalati, wa kutelemka katika jambo la utume wake au ujumbe wake. Lianna ma nazala min surati, na hakika kile ambacho kilichotelemka miongoni katika sura Iqra, ni hiyo Iqra. Thabitat, ambayo ilithibiti, bihi, kwalo, nubuwata nabii sallallahu alaihi wasallam, utume wa nabii, nubuwatu nabii sallallahu alaihi wasallam, utume wa nabii, wama nazala min surati, na upatapo kushuka katika sura al-Mudaththir, hiyo sura al-Mudaththir, thabatat bihi risalati, pakathibiti kwake utume au ujumbe, fi qawlihi, alipoambiwa kum faanzir, simama kaonye watu. Hapa ndo pakapatikanika ujumbe akafikishe. Walihadha qala ahlul ilm, na kwa hilo wamesema watu wa ilmu, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam, nubia bi Iqra, amepewa utume kwa Iqra, wa ursila bil Mudaththir, na katumilizwa kwa kupitia Mudaththir.